na ili wawe na upendo. Kwa sababu wasikudanganye katika maisha haya. Hakuna kitu ambacho kitakachoenda vizuri bila nguvu ya ndani au bila kibali fulani. Sasa kama mtumishi wa Mungu utakosa nguvu ya ndani ya Roho Mtakatifu, basi ni ngumu sana hata unapotoa neno fulani halitokuwa na nguvu, kwa sababu kwa hiyo unakuta watu wengi wamechanganywa. Shetani ameweka vitu vingi sana. Kwa hiyo ili kupata nguvu ya kunena jambo, inatakiwa mpaka Roho Mtakatifu mwenyewe akuelekeze. Kwa sababu ukiwa mtu wa kawaida kabisa, uhubirie tu watu, jamani upendo ni muhimu sana. Kuna ambao watakusikia na kuna ambao watakusikia kulingana na nguvu yako na kibali ambacho Mungu amekupatia, uwezo ule wa mamlaka. Kwa hiyo natakiwa tu watumishi wa Mungu, jambo natakiwa kufanya ni kumwelekea mbele za Mungu, kuombea watu na pia kufanya jitihada, na Mungu pia atawapatia hekima kwa ajili wanaenda kumomba msaada. Anapokuja hivi, anaposema neno fulani, hata kama ule mtu atakuwa amezingirwa na mitego fulani ya shetani, kini ile nguvu ambayo itakayotoka katika kinywa cha mtumishi itaenda kutegua mambo yote hayo na mtu anakuwa ni salama. Kabisa. Asante sana kwa kujibia maswali ambayo tumepata muda kama huu. Kwa maana maandiko yanasema amri kubwa ambayo Mungu aliyotuachia sisi ni upendo. Ndio. Na tunaposikiliza katika hiyo amri, kwa sasa watu hawashiki ile amri. Watu wengi katika kanisa wanachukulia ile kusema tufate tujue gisi watu wako wangapi kanisani. Kwa sababu wachungaji wa leo hawafati tena maandiko, hawafati tena kutembea katika sheria ya Mungu. Wanaingia katika kanisani ni chuki. Unaona, tunaanzisha kanisa mimi na wewe, baada ya tukiona watu wanakuwa wengi kanisani, chuki inaanza. Ndio upendo unaanza ondoka ndani ya kanisa. Mwanzo tulikuwa katika upendo, kisha tunaona watu wanaongezeka kanisani, upendo unapita, unafanya nini? Unaisha. Tunaanza ona kuhusu wachungaji. Wachungaji wanabomoa kanisa kwa sababu hawana upendo. Wakishaona watu wanaongezeka ndani ya kanisa, wanaanza pigana kwa sababu nini? Wanaona zaka zinaingia kanisani. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho kinachobomoa kanisa kwa leo. Kwa sababu upendo umetoweka. Upendo umetoweka kwa leo. Tunaanza madhabahu mimi na wewe, kesho tunaona sadaka imeongezeka, watu wanaanza ondoka. So ndio upendo umeondoka katika kanisani. Kwa leo tunaongelea kupitia upendo udumu ndani ya kanisa na udumu ndani ya jamii yetu, ni kufuatana na Roho Mtakatifu akwe ndani yetu. Cha kwanza, ukikuwa mtumishi wa Mungu, kitu cha kwanza ni kuomba uwe na Roho Mtakatifu akuongoze. Hauwezi kuwa mchungaji bila Roho Mtakatifu. Hauwezi sema una wokovu ndani yako bila Roho Mtakatifu. Unapaswa kwanza uwe na Roho Mtakatifu ndio ujiite mchungaji. Hiyo ndio jambo la kwanza wala la pili ambalo naweza kuelezea ili wewe uwe katika wokovu wako. Na swali lingine ambalo nilikuwa penda niulize ni kufuatana na nuru ambayo tuko nayo wachungaji wala wa viongozi wala wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa Mkristo lakini hauna nuru ndani yako. Kwa maana maandiko yanasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Popote mnapopita, watu wakishawatizama, mnafananishwa na nuru ya Yesu Kristo. Kwa maana Yesu ametuachia sisi nuru, na popote tunapopita tunapasha tuangaze. Tusikwe tu wa Kristo na hatuna nuru ndani yetu. Ndio maana nilikuwa penda niulize swali kufuatana nuru ni nini?